so that now you can do what you wanted to do. Now what you're trying to tell us is we give Ruto another 7 years. Another 7 years, you'll be worse. Because today, he has only been there for 2 years. This town is as if we are living in a police state. You have found 5 of you standing somewhere. They are the police. What are you doing here? And we say we are independent. Sorry to say we are not. One thing, 7 years, we'll go. I was one of the people who wrote a memo to Parliament for the finance bill, opposing parts of it. Did they pass it? Yes. We'll take memorandums to the Senate. We know who is behind it, and all they need is money. If we given money, they'll pass it. If it comes to the referendum, let us not say because Ruto is supporting it, Raila is supporting it, so and so is supporting it, we support it. No. Let us refuse. Let us refuse. Let us not agree when it comes to the referendum. Please, young men, young men, I ask you, please don't allow yourselves to be swayed by those politicians. Thank you. Thank you very much. He's a very wise man here. Yes. Around us. And we must respect him. So when you are to come on, lazima tuheshimu mama namna gani? Kuna plan na kuna solution ya kupeleka Kenya mbele. Lakini kama plan yake saizi ni kuleta Adani na kuongeza term limit, then I'm disappointed. Very much disappointed. I totally disagree with this idea ya kuongeza 7 years term limit. As a young man, wewe ni kijana mdogo, ukienda hospitali unafukuzwa. Ndugu yako ama mtoto wako akienda shuleni anafukuzwa. And then unakuja hapa unatuambia una support nini? 7 years. You are not a Kenyan. If you are supporting kitu ya mwisho, Azimio walikuwa pale. Sijui kama mnakumbuka Azimio wakiwa pale. Kulikuwa na jamaa mmoja hapa, alikuwa president wetu hapa. Alikuwa anabeba mwiko, akibeba nini tena? Na sufuria. Siku hizi anatuambia nini? Sufuria, Adani ni mzuri, tukue wapole, shift itafanya nini? Itafanya kazi. I'm so much disappointed. And kuna motion moja napenda iende through ni ya kutoa Nadi Wetangula kwa sababu ameshindwa na kazi yake. Hayuko independent kama nani wa bunge, speaker wa bunge. Mimi na support term limit kama inawezekana ipunguzwe to 4 years. Na Wetangula ondoke haraka sana. Asanteni. Thank you very much. Thank you, Mr. Speaker. Okay, mimi pia ningependa kusema hivi. Mambo ya term limit Kenya hii mimi sitaki. Thank you. Mambo ya term limit kuongezwa sitaki na tutaki. Na lazima tumwambie mwenye anatuongoza the custodian ambaye ni President William Ruto. Kenya hii kuanza na yeye na Kenya haitaisha na yeye. Kwa hivyo mambo ya kuchezea wa Kenya hivi na ungana na vile bunge moja amesema hapa. Ruto ause mpaka Nairobi, ause mpaka sisi, lakini term limit isiongezwe. Hata isiongezwe, hata mimi sisemi punguzwe, lakini isisongezwe hata na 1 hour. Leave alone 1 day. Isisonge hata na 1 hour. Ndio kayo kijua wakati wanafanya kampeni, si mtu anatupangia vizuri bila akiingia ataanza. Okay, fine. Kama alipanga vizuri vile ataingia ataanza, ikifika 5 years term, ikiisha, si ati atoke. Wakenya wataona akifanya mzuri arudishwe, akifanya mbaya aende. Sipo, Wakenya tuko wengi.
uko wengi, wenye wanaweza ongoza Kenya ni wengi hata kuliko sio mtu mmoja. And I'm of this opinion ya kwamba any elective position, the term limit of any elective position isiongezwe hata kidogo. Thank you. Thank you very much. Yes. Mambo ya term limit. Tukizungumzia mambo ya term limit, Bwana Spika, ni jambo ambalo baadhi ya wengine wanachukulia mzaha. Katika bunge hii hapa, nikiwa mmoja wa waanzilishi katika hii bunge, tulikuweko. Saa hiyo unipatia dakika hiyo moja nielezee watu waelewe kidogo. Kuna wakati, kwa nitakuwa very brief, kuna wakati tulikuwa na kiongozi ambaye alikuwa anaongoza mpinzani, alikuwa anaitwa Kenneth Jindo wa Matiba. Kenneth Jindo wa Matiba, ile kitu nataka kwanza kusema ni mambo ya katiba. Kenneth Jindo Matiba alituweza kutuambia kwamba no constitution, no election. Lakini wakati alikuwa anasema no constitution, no election, elections iliendelea na wale walifuata Kenneth Jindo wa Matiba wakasema hataenda kwa uchaguzi. Uchaguzi ukaendelea. Hiyo ni wakati wa zama za Moi. Kwa hiyo tuko na watu hapa wa miaka midogo ambao hawaelewi ni kwamba hiyo ni jambo ya majonzi, si jambo ya kufurahia. When you are talking about term limit, term limit was demonic. Term limit was too harsh. Term limit was colonial. Term limit was satanic, because these were not moving. Everything the way we were talking of, the term was limitless, and even people believed that Moi could not go. Even could not die. And Moi could not die. And the law, Moi was the law. And without Moi, there was no life. And Moi was Kenya. And Moi was the security. Moi was Kenya. Mkulima namba moja, serikali namba moja, everything namba moja, kila kitu namba moja. Anyway, to cut the story short, hii mambo ya term limit, naona hata wabunge wanaona kuna umuhimu ya term limit iongezwe, wakitarajia nao waongezwe miaka 7. Mimi niko na mbunge, kwa sababu saa hii sijakuja kukastigate individual. Tuko na mbunge ambayo anapitisha sheria ndani ya bunge mbaya kushinda ya mkoloni mamboleo, kwamba jameni, itawezekanaje mama mboga na wale wengine ambao wanashughulika na avocado ama vitunguu ama kabeji na hizo vitu, unapitisha sheria wewe ya kusema mama mboga aende akachukua leseni ya 10,000. Wewe ni mtu, una utu kweli wewe, na unasema serikali ni ya mama mboga. Hii serikali na mama mboga huyo ndio unakuja kusema achukue leseni ya 10,000. Kuna baadhi ya viongozi wengine wachache na akili finyu walipitisha sheria. Tunaomba Mungu, Mwenyezi Mungu Maulana, tukifesi mauti Kenya, tunaomba waliguzwa, kwa sababu nao wakasema nazo hizi ndengu, kwa sababu wakulaji wa ndengu wamekuwa wengi sana Nairobi na kila mahali Kenya mzima. Wewe ukipatikana ukiuza ndengu bila barua, faini milioni 10. unatoa wapi na unaita? Na hii ni sheria inapitishwa na wabunge hawa wetu. When you talk about punitive laws ambazo, ndugu zangu ambao hamna habari, mkoloni aliweka sheria za kupanda majani chai, akaweka sheria za kupanda kahawa, akaweka sheria za kupanda pareto, na akaweka sheria yoyote ile ingekaribia
mahali alikuwa na interest zake. Sasa hivi nikimalizia, mkoloni ambao tuko naye sasa anapitisha sheria ambazo zinatuguza sisi, wakati Maumau walikuwa wanapigania kupunguza hali ya maisha, kupunguza ujinga kwa sababu ya tupate elimu. Wengine wamehakikisha hata watoto hawatasoma. Wengine wakasema tupunguze njaa na umaskini. Wengine wamekuja na sheria za kuhakikisha umaskini umekuwa sugu, na hiyo itakuwa bottom up. Na ikiwa bottom up, haki ya mama maisha itapanda, na ikipanda tutatarajia nini? Nikimalizia bado hii nitaongea tu, sitakosa kuongea. Na hii naongea kwa sababu ya mtoto ambaye ako hapa, ambaye haelewi kwamba Jomo Kenyatta International Airport ilikuwa Embakasi. Kama una ukabila, kama una mawazo finyu na tasa, watu ambao walikuwa wanakamatwa wakati wa zama za Maumau walikuwa wanapelekwa pale kufanya kibarua bila mshahara, na waliokufa roho zao walikuwa wanaachwa, mili zao inatapakaa. Na mpaka wale, if you don't believe na mambo ya curses, you are cursed. Who unto you, young man, who is going to serve this nation, to those stupid buggers who are coming all the way just for peanuts, just for your stomach? Who unto you with your stomach? Hii nchi imepiganiwa na watu wamekufa. Hii uwanja wa JKA, nasema wazi, ni uwanja ambao ni wa nchi. Nikimalizia na sote tuwe wazalendo, na hiyo bill hiyo ya miaka 5 ni vizuri ikae hiyo miaka 5, kwa sababu miaka 2 tu inakuwa ya siasa. Miaka 3 angalau hiyo ya kazi ambao tutang'ang'ana huku chini tukipambana na hawa bunge, ama kumalizia hiyo bunge la Senate, hata hizo zingine. Thank you very much. Wananchi power. Gen Z power. I need to address myself to this issue. It is quite despicable that in the 21st century